Watakatifu wapendwao, haleluya. Kama kuna mtu aliyekombolewa pia Yesu kigelegele chako. Baba Askofu na mchungaji kiongozi wa kanisa zuri la Kalba, lakini pia mchungaji wasaidizi, wazee wa makanisa, wakuu wa idara na washirika wote wenzangu, ni heshima yangu kuwasalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni amenipa kibali kusimama mbele zenu, na ninazo kila sababu za kumshukuru Mungu, lakini pia kumshukuru mchungaji kiongozi na askofu wetu, Askofu Kalinga, ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu amependa niwepo hapa leo na niseme na wewe machache. Kwa wale ambao yamkini wamefika kwa kuchelewa. Kwa majina naitwa Joshua Chenge, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Sayuni Revival Center kwa pale Kigoma mjini. Lakini pia kwa maongozi, mimi ni askofu wa jimbo la Kigoma. Kigoma yetu imegawika katika majimbo matatu. Kuna Kibondo ambayo ni Kigoma Kaskazini, Kasulu ambayo ni Kigoma Kati, na Kigoma ambayo imebeba wilaya mbili tatu, wilaya ya Uvinza kama wewe unaisikia, wilaya ya Kigoma vijijini na Kigoma mjini. Kwa hiyo hapo ndipo Mungu aliponiweka kwa muda. Jamani sema amina. Lakini pia ni baba wa familia, nimeoa na nina mke mmoja wa jinsia ya kike. Semeni amina. Najua kwa nini tunatumia hiyo lugha leo, jinsia ya kike, kwa sababu ulimwengu umeharibika. Kama wale waliohudhuria semina za huyu mhubiri, anafundisha kitu kimoja kinaitwa mamwa. Yaani ulimwengu umeharibika sasa, umechafuka. Wanawake wanaoana wanawake kwa wanawake na wanaume kwa wanaume. Sasa unaweza kusikia mtu ana mke kumbe ni mwanaume mwenzake. Sasa mimi nina mke wa jinsia ya nini? Ya kike. Hapo ndipo ulimwengu ulipofikia, na ni vizuri nijitambulishe namna hii. Lakini pia ni baba wa familia, nina watoto. Mungu amenipa neema kuwa na watoto 6, 3 wa kike na 3 wa kiume. Binti yangu wa kwanza yuko kwake sasa, na wengine wapo na wengine wako huko mashuleni, na mimi niliyo hapa niko hapa pia. Lakini mama pia nimeongea naye asubuhi, akasema niwaletee salamu. Kwa niombe pokeeni salamu kutoka kwa mke wangu. Mke wangu ana majina yake ni mepesi sana, yana herufi 3 tu. Yana E, yana D, yana A. Unaweza ukabadilisha hilo jina, linaitwaje? E ya Kiswahili au kwa E wale Waingereza. Kuna D yani dada, na A inaitwa nani? Ndio wasomi wamejaa huko. Kwa hiyo nawasalimu sana, yule mwanamke jina lake ni jepesi sana. Na baada ya kusema maneno haya na majina yetu, sijajua namaliza muda gani. Najua sisi wa Pentecost tunajuaga muda wa kuanza sasa. Roho Mtakatifu anisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimepanda hapa niwe na sanga leo naiangalia vizuri hapa kuliko ya mkononi. Baada ya kusema maneno haya, mimi pia ni miongoni mwa waongoza mikutano wa huduma hii ya Revive Now. Tangu imeanza, huu ni mwaka wa 5. Ilipozinduliwa, mimi nilikuwa ndio kiongozi wa kuongoza mikutano yote ambayo kila mwaka nafanya mikutano 3 Afrika. Jamani semeni amina. Na kiongozi wa mikutano hiyo ni mimi. Iwe tu pengine nimepata dharura kwa sababu ya mambo ya maongozi, kwa sababu kabla ya kuwa askofu wa jimbo nimekuwa katibu wa jimbo kwa muda wa miaka 9. Kwa hiyo nimekuwa na majukumu hayo ya TAG kwa muda mrefu. Lakini pia na mimi ni miongoni mwa injilisi wa kitaifa wa kanisa letu zuri la TAG. Semeni amina. Huyu pia unahudumiwa na mwinjilisi wa taifa. Sema amen. Jamani Kalvari, haleluya. Jamani nawapenda bure, sema amina. Unahudumiwa na mtu ambaye hajawahi kuwa mtoto wa Shemas wala mtoto wa mzee wa kanisa, hajazaliwa kwenye familia ya Kikristo, ni mtoto aliyotoka kwenye dini ya Kiislamu. Sema amen. Kwa hiyo unahudumiwa na ustazi mdogo wa miaka hii.
Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa napenda sana kuzungumza hivyo kwa sababu najua Yesu alikonitoa. Na ninyi ni wanyenyekevu sana. Naona mlivyokaa mko tayari kupokea. Shika mkono jirani yako, mwambie uwe tayari. Mwambie hii ndio saa. Lakini msiniangushe jioni tu mkutanoni, si ndio? Unajua sisi wa TAG unaposema kanisa letu zuri, wengine huwa wajisikii vizuri. Sasa unaona msipoonekana sasa wanajisema kanisa lao zuri. Sasa hebu tufute. Uzuri wa kanisa letu si kama wanavyotutafsiri. Tunahakikisha ni uzuri kwa sababu kuna misingi mizuri ya kimungu ambayo imewekwa kwenye kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzuri wa kanisa letu ni kwamba wanafundisha kweli ya Mungu ya kuwapeleka watu mbinguni. Kwa hiyo tunaposema uzuri si kwamba kwa sababu kuna watu wazuri wao ndio warembo sana na nini. Sio hivyo. Ina mambo mengi na tafsiri nyingi humo ndani. Anyway, twende kwenye neno la Mungu sasa. Habakuki sura ya 2 na ule mstari wa 2 hadi wa 3. Habakuki, naweza kaniwekea hiyo. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 3. Biblia inasema hivi: Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo. Japo kawia, ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Yehova, ninakushukuru kwa yote uliyoyafanya tangu tulipoingia nyumbani mwako. Heshima kubwa umetupa, maana umesema wale uwapendao watakuja kwako, wale uwapendao utawapenda, na wale wakutafutao kwa bidii watakuona. Tuko hapa Bwana tangu asubuhi. Shauku yetu, hamu yetu, mioyo yetu imejaa kukujua wewe, lakini kutafuta uso wako. Na sasa Bwana, imefika nafasi ya kukusikia ukisema pia kwa namna nyingine kupitia neno lako. Acha Bwana tupokee kutoka kwako. Mioyo yetu iko tayari, Mungu wetu, na watoto wako kwa unyenyekevu huu wako tayari kukusikia. Sema nasi. Maneno haya alisema Kornelio alipomwita Petro, kasema watu wako wako hapa mbele zako. Sema nasi sasa. Na Bwana, tuko hapa, sema na mioyo yetu. Walioinama wakainuke, walio wagonjwa wakapone, waliokata tamaa Bwana ukawatie moyo, waliovunjika ukawagange. Nina imani kupitia neno hili uko msaada wa mtu mmoja katika mchana wa leo. Ninaomba nikiamini itakuwa hivyo sasa, na kuomba kwetu kwa Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kama tuna uhai tuseme amen. Niombe nipe sikio. Mara nyingi Mungu amenipa neema ya kufundisha, lakini inaweza katokea nikahubiri. Niseme na wewe kwa somo linalosema acha waseme leo, kesho ikifika watakuelewa. Acha waseme leo, kesho ikifika watakuelewa. Ningetamani kusikia sauti ya amina kubwa kwa mtu mwenye uhai. Nilipookoka, mimi nimeokoka nikiwa shule ya msingi mwaka wa 86, kwa tafsiri ya 1986. Nilikuwa nimeshika juzuu yangu, ilikuwa Jumapili kama leo. Baba yangu mimi alikuwa ni fundi cherehani. Mungu alimpa vipawa vingi vya ufundi. Alikuwa anaweza kapaua, alikuwa anaweza kashona, alikuwa pia ni fundi mwashi wa kujenga majengo, lakini pia alikuwa ni fundi seremala. Sasa asubuhi hiyo alikuwa ipo kwenye cherehani yake pembeni kabisa ya mlango wa kutokea kwenye nyumba yetu, na asubuhi hiyo nilitakiwa saa 2 Jumapili
na nusu niwe nimeenda madrasa. Hebu sema madrasa. Wenzetu wanasema chuo. Nimeanza na ushuhuda huu ukilingana na ujumbe ambao nitauzungumza kwa dakika hizi chache. Acha waseme leo, lakini kesho ikifika, nataka nikuhakikishie kuna watu watakuelewa. Mimi nilikuwa sijawahi kushuhudiwa na Mkristo yeyote kuhusu habari za kwenda kanisani. Nilikuwa mwanafunzi wa madrasa, lakini tulikuwa wale vijana mjahidina. Kusema mjahidina ni wale wenye itikadi kali ya kidini, watu ambao hatukujua kama kuna dini au kama kuna kitu kinachoitwa kwamba kuna usafi kwa hao wanaojiita Wakristo. Nikaisikia sauti, niko ndani, mzee ananiambia masaa yameenea, hebu nenda, umechelewa kwenda madrasa. Bado kijana mdogo, navaa zangu kaptula, nimevaa viraba fulani, wale vijana wa zamani wanajua ilikuwa inaitwa Calypso, vilikuwa viraba vinaitwa Asante Mwinyi, vidogo sana vya rangi ya kijani vyenye ufito wa mweupe. Nafikiri wale vijana wa sasa au wa zamani sijui. Tajaza mwenyewe bwana. Nikainuka, natoka ndani nimebeba juzuu kama hivi nilivyoshika hivi. Juzuu ni kitabu kikubwa kile cha kidini. Natoka mlangoni, kabla sijatoka nikasikia sauti naniambia nenda kanisani. Kwa ajili ya muda wangu huwa sitaki sana, ina vitu vingi humo ndani, lakini niende moja kwa moja kwenye point. Hiyo sauti niliisikia mara 5. Hebu sema mara 5. Na kila wakati nilipokuwa nikisikia hiyo sauti, kulikuwa na mabishano kati yangu na hiyo sauti ambayo mimi sikuelewa ni nini. Akili yangu kwanza kwenye imani nilikuwa sijawa na elimu kubwa kwenye dini, lakini nilijua kutamka audhu billahi minashaitani rajim, nikiikemea nikifika kama ni sauti ya shetani. Sasa nikawa ninagombana, mzee hajui kinachoendelea, yeye anazidi kunikemea, mimi napambana, mara narudi kitandani na lala. Lakini niende moja kwa moja kama nilivyosema, ilipofika saa 6 kama na dakika kadhaa kama 30 hivi kwenda 40, mimi sikuelewa. Kumbe nilichokifahamu kwenye ufahamu wangu, nilipitia kisturi kidogo kilichokuwa nje, wala mzee yuko mlangoni hakuniona. Mimi nikapitia sturi ile, juzuu nimeacha. Hakuna mtu ambaye anayeniaji, hakuna mtu anayeniuliza mama yuko jikoni, mzee yuko hapo. Akili yangu ikajikuta ule mtaa wa kwetu ndiko kanisa la TAG lipo. Yale makanisa ambayo nafikiri baba askofu anajua na anafahamu, yalikuwa yanajengwa na Egma, yule missionary wa kwanza kabisa. Vile kanisa vya misheni kilikuwa kimejengwa pale kijijini. Yaani saa 6 kwenda saa 7 wanajiandaa. Nafikiri mimi nilipoingia mlango kama huu, naomba tutoe mfano. Ile kanisa lilikuwa limekaa linaangalia kama anavyoangalia watumishi wa Mungu kule. Sasa hapo ndio kuna mlango. Nikafika nikaingia, nikaweka stuli hapa. Nikakaa, ndio akili inakuja inaniambia nimeingia kanisani. Kutoka nje nikashindwa. Sasa namuona kule mbele mtu aliyesimama, hebu simama kidogo, mtumishi wa Mungu alivaa nyeupe. Sasa huyu ndio mzee kanisa. Lile kanisa lilikuwa limepata mchungaji aliyekuwepo, alikuwa amepata stroke wakati huo. Kwa hiyo wazee wa kanisa ndio walikuwa wamesimamia kanisa hilo. Alikuwa amepelekwa mjini kwa sababu hapo ilikuwa ni kijijini. Sasa yeye amesimama anainua watu ili wafunge ibada saa 6 kwenda saa 7. Sasa alipoona nimekaa, nikasikia sura kama kuna mtu, unajua walokole wajanja kweli, kama kuna mtu yuko tayari kumpokea Yesu. Yeye alikuwa anafunga ibada, sasa ameshaingia tena kuita watu kumpokea Yesu. Kwa nini kuna mtu amemwona hapa? Kwa hiyo mimi kama niliinuka, asante baba, kama niliinuka nimeenda pale mbele, akili zangu hizi ninazozungumza na wewe leo zilizotimamu, sikuelewa. Nilichokielewa, kumbe nimeinuka pale chini, ninalia, ninaona kuna vijana wengi. Unajua wakati ule miaka ilikuwa kuna uamsho mkubwa,
wananifuta vumbi. Jengo hilo lilikuwa halina sakafu, lilikuwa lina vumbi, kumbe nimedondoka chini. Nasema sijui nilitolewa vitu gani, lakini bado kule kulia kumbe nilikuwa nanena kwa lugha, nimejazwa Roho Mtakatifu. Tangu hapo ushuhuda wangu ni mfupi, nikafanyika kuwa Mkristo. Kwa nini nimeleta ujumbe huu? Nimegombana sana na ujumbe ambao nilikuwa nimeuandaa huko hapo, mzuri sana, ambao mimi nilifikiria ni mzuri, lakini nimegombana sana usiku nieleze ujumbe huu ambao Mungu amenipa, ambao nilikuwa nimeshauandaa huko hapo, mzuri kabisa, hata ukija kuangalia mimi kwa akili yangu. Lakini Mungu akaniambia, nenda ukaseme na watu hao kwamba hata kama leo watu watasema, lakini kesho watakuelewa. Nilianza kuingia kwenye mapito makubwa ya kupigwa vita. Kumbuka nikwambie, ukitoka kwenye dini hii, sababu nadhani tuko live hapa, nizungumze kistaha kidogo, si ndio? Mnataka semeni amina. Siko hapa kusema dini ya mtu. Lazima adhabu itakupata. Kwa hiyo mimi nikaingia kwenye adhabu ya familia, lakini adhabu ya dini, ya marafiki. Na kijiji chetu kilikuwa kijiji ambacho dini ni eneo la dini, kwa sababu kulikuwa na kambi kubwa inaitwa Marcus. Watu walikuwa wanatoka Singida, wanatoka Manyara, wanatoka Bukoba, pale alikuwa Sheikh Msaidi ambaye amefundisha watu wengi sana, walitengeneza kambi. Kwa kila kijiji kiligubikwa na udini mkubwa. Na yeye Sheikh ambaye sasa ni marehemu pia alikuwa ndio mwalimu wangu. Kwa hiyo nikaingia kwamba ninaisaliti dini, nimekuwa muritadi. Na ukiwa muritadi, adhabu yako maana yake ni nini? Ni kifo. Kwa hiyo nilitafutwa kwa mbinu zote, nikaonekana safari. Mzee na baba yangu akalemewa na yale maneno, akanifukuza nyumbani. Nimeishi kwa mchungaji miaka mitatu, sio miezi mitatu. Mchungaji aliyekuwepo wakati huo, mchungaji aliyepata somo alifariki, aliyekuwa mwenyekiti wa kwaya. Wazee walipokuja wakataka kumuweka, wazee kanisa wakasema hapana, tunamuona huyu mwenyekiti anaweza akatuongoza. Viongozi wetu walitaka, waliwapa uhuru, wakamchagua yule mwenyekiti. Sasa nimeokokea mikononi mwake kwa namna hii. Kwa hiyo nikafukuzwa kwake. Mazingira ya mchungaji wangu mwenyewe yalikuwa magumu sana, makanisa ya mjini wakati huo. Lakini nimeishi hapo miaka mitatu. Sikueleweka kwenye familia. Nataka nikuambie, kwa mchungaji ni kama hapa nilipokaa mimi, na nyumbani kwetu ni kama nyumba mtaa, yani hapo barabarani. Kwa hiyo unapokwenda kanisani inakulazimu upite hiyo barabara, unaangalia nyumbani ndio, na uwezi kuingia. Wakina mama wana huruma sana. Kumbuka mimi ni mtoto wa mwisho kuzaliwa, ndio kitinda mimba. Kwa hiyo mama pamoja na udini ilibidi awe analia, anatumia mbinu zote. Ukiwa unapita pale anatamani kukuona, lakini haikuwezekana. Mzee amechachamaa, dini imeingia. Lakini namshukuru Mungu, mama yangu amefariki, ameokoka tayari. Unajua nilipokuwa pale wakati mnaabudu, nianze kusikia machozi. Maana nimelikumbuka sana huu shuhuda kwenye somo hili. Nikaona sijui leo nitaweza kuhubiri, maana nimekumbuka mbali sana. Wakati askofu anasema, yani anajaribu kueleza kwamba nataka tupate radha za, yani nilikuwa najiuliza hivi mimi ni nani? Mpaka huyu baba ananisemea namna hii. Nikaanza kukumbuka kule Yesu alikonitoa na haya niliyopitia. Ndio maana nikasema kumbe Mungu amenipa ujumbe usiku, kwa maana acha waseme, kesho ikifika watakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe, mimi nimekulia kwa mchungaji miaka mitatu. Baadaye kama mama spidi yake ilikuwa ni kubwa, mzee akaregeza kamba. Unajua kina mama wakiamua inawezekana. Kwa hiyo mama alijipinda kwa namna zote. Mimi nafikiri alipika mapishi mazuri sana, akaamua kwa mnyenyekevu kupita maelezo, mpaka mzee siku moja nafikiri walikaa pale chumbani, akasema mtoto wenyewe wa mwisho. Unajua mama yangu amezaa watoto 15. Wanaume walikuwa 10, wanawake 5.
Sasa mwanaume aliyebakia duniani ni mimi unayeniona hapa peke yako. Sema amen. Wa mwisho kuzaliwa na wa mwisho kubaki duniani. Nimetaka nianze na huo ushuhuda dakika hizi chache, nikujenge kwamba haijalishi vyovyote vile ulivyo, kesho kuna watu watakuelewa. Sasa huwezi kuamini, baba yangu amefariki, ananiita mchungaji. Sijawa mchungaji, lakini alinielewa. Amekufa, ananiita mchungaji. Baba yangu amefariki, ananiita mchungaji. Uzuri wa bahati, baba alikufa kwenye dini yake, lakini mama alikufa ameokoka, tena amefia mikononi mwa mchungaji. Mimi tayari nilikuwa nimeenda kwenye umisheni huko mpakani, nimeenda kuanzisha makanisa ya TAG, lakini bado mchungaji anasema amekufa, na tunamwambia mama, sema kama kuna lingine, sema sina chochote jamani, asubiri tu Yesu anitwaa. Mimi nimekuja kukuta maiti, lakini mama ameshamaliza safari. Nikamzika zamani, amina. Tukamleta na kuangaliza, akamzika mama yangu. Sema amina. Kwa hiyo watu hata kama leo wanaweza wakasema chochote kilicho kinyume chako, wewe ukutulia mbele ya Bwana. Nataka niseme na mtu mchana huu, watakuelewa, wataelewa kile ambacho kimetokea juu yako, watamuelewa Mungu wako, wataelewa ukuu wake, wataelewa. Sema amina. Acha waseme leo ya kwamba huyu yuko hivi, acha waseme leo huyu hatumuelewi. Kila siku kanisani, kila siku anatoa sadaka, hatumuelewi. Mbona amekuwa eleweki nyumbani? Nataka niseme na mtu, hata wasikuelewe leo, lakini kesho watakuelewa. Sema amina. Haleluya, 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 haleluya. Nataka nikwambie, wote walionipiga vita leo wamenioka, na kupitia mimi familia yetu yote, watoto wa ndugu zangu na wengine wamefanyika kuwa Wakristo. Wamo wazee wa makanisa, wamo waimbaji, wako watu wakubwa. Hata waseme leo, lakini kesho watakuelewa. Wewe binti, kaa kwa Yesu. Wewe mama, tulia kwa Yesu. Hata waseme wanaje kusema unajikoma sawa, unajipendekeza sawa, lakini watakuelewa. Kesho yako inakuja, sema amina. Haleluya, haleluya. Kuna mtu anaelewa kitu hapa kilicho ndani yako hapo sasa. Hata tu waseme umechizika kila siku kanisani, wacha waseme. Huyu anajitoa sana, wacha waseme. Huyu amekuwa kimbelembele, wacha waseme. Huyu amekuwa namna gani, wacha waseme. Huyu dada aliyomana holeo amejifanya mnakoi sana, wacha waseme. Lakini kesho watakuelewa. Nasema watakuelewa. Nasema sema amina. Tunawaambia watu wa Mungu, kesho watawaelewa. Hata tuwasome leo. Biblia inaeleza habari za ndoto ya Habakuki. Hebu turudi kwenye andiko letu la msingi. Sikwambie Habakuki, Mungu anasema naye. Nabii huyu miongoni mwa manabii wadogo katika Biblia, sio udogo wa kimo. Ninasema ile ndoto ilikuja kwa mimi, na Mungu anamwambia ndoto aliyoiona iandike, lakini pia hiyo ndoto iwe wazi, ili kila mtu aisomaye aisome kama maji, kwa sababu wakati wake unakuja. Sema amen. Acha waseme leo, kesho ikifika watakuelewa. Anasema inatimia. Habakuki alikuwa anasikia vibaya juu ya uovu uliokuwa ukiendelea. Sasa tamani Mungu afanye kitu. Kumbe Mungu akampa tafsiri ya hii ndoto katika maana mbili.
Moja, kulitimiza kusudi la Mungu juu ya taifa la Israeli ili kuwaondoa katika yale mabaya ambayo taifa alikuwa akiyapata, maumivu ambayo taifa alikuwa anayapata, lakini pia Mungu akionyesha kwamba kesho inapokuja kwa mtu wa Mungu huwa ni njema zaidi kuliko jana yenye maumivu. Wakati unapitia maumivu mengi, watu wengi huwa sana wanacheka. Nataka nikwambie, wako watu wengine unaishi nao na yamkini wengine mnaimba nao praise. Wakati unapitia maumivu, wengine mnaimba nao kwaya. Wakati unapitia maumivu, wengine mko kwenye makundi. Kanisa hili ni kubwa, makundi haya mbalimbali yanayotoka hapa, na wengine wao wanapitia maumivu, wao ndio wanajisikia vizuri. Sasa kuna mataifa yalikuwa yanajisikia vizuri juu ya maumivu ya taifa la Israeli. Halafu lile jambo linamuumiza nabii, nasema mataifa wanatucheka, wanatuona sio chochote. Sasa Mungu kwa nini nakubali uovu huu uendelee juu ya taifa lako? Mungu anamwambia Habakuki, tulia. Anamwambia wewe tulia, kesho inakuja. Hili taifa linalozungumzika leo litakuwa taifa kubwa. Na leo unaweza kuiona Israeli inatisha katika uso wa ramani ya dunia. Kesho ikija huwa ni njema zaidi kuliko maumivu ya jana. Sasa ndoto hii lazima itimie. Hebu sema lazima itimie. Nitazungumza maneno machache sana, lakini kabla hapo tusome andiko hili. Tusome andiko moja la Yohana sura ya 7 mstari wa 3 hadi wa 5. Nitaongea mambo kama mawili tu ya kuzingatia. Nilikuwa na mambo kama manne, lakini nitaongea mambo mawili. Ndoto maana yake ni kusudi ambalo Mungu amelipanga ili aende kulitimiza. Iombe Yohana achana nayo, twende kwenye makusudi, kwenye mambo ya kuzingatia. Andika mambo muhimu ya kuzingatia. Moja, itunze au ilinde ndoto yako kwa uaminifu. Mimi sio mhubiri wa ndoto. Ndoto naihubiri hapa sio zile wanazohubiri manabii na mitume. Lile kusudi la Mungu, nazungumzia kusudi la Mungu. Tafsiri ya ndoto kwa maana ya chahazon, maana yake ni kusudi la Mungu ambayo nataka kulitenda. Ndio maana akamwambia Habakuki, nitatimiza kusudi langu. Hicho ulichokiona, kwa sababu kuna ndoto kwa maana ya kile ukionacho wewe kukifanya kwa tafsiri ya kawaida, lakini hii tafsiri ya kiroho, kusudi la Mungu ambalo Mungu anataka kulifanya, ndio ninachotaka kuzungumzia hapa. Sasa kile ambacho Mungu amesema anataka kukifanya kwa ajili ya kesho yako, umekiona, nataka nikuambie, kitunze, ulinde ndoto yako kwa uaminifu. Hichi ambacho Mungu amesema katika Habakuki, kitunze, kilinde kwa uaminifu. Tusome Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Haraka tafadhali. Kesho ni ya Yesu kwa ajili yako. Niwekee haraka mtumishi. Hebu soma Wagalatia sura ya 2 na ule mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi. Naomba tujielekeze wote hapa. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sasa kusema amen. Kwa hiyo kwa nini nitunze?
hii ndoto ambayo hili kusudi la Mungu. Mimi kwa nini nilitunza? Ni kwa sababu si mimi ninaishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Mimi ni hai, sio mtu mfu. Ni lazima nitunze ndoto yangu, lazima nitunze kile ambacho Bwana amekikusudia kwenye maisha yangu, ili niifikie kesho. Ili uifikie kesho, ni lazima utunze, na tutaenda hatua kwa hatua. Tutamuona mpendwa wetu Yusufu, yale ambayo aliyeyafanya kwenye maisha yake, alitunza ndoto yake. Ukisoma Mwanzo sura ile ya 37 ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 11, utasoma kwa wakati wako. Kwa ajili ya muda wangu, utakuta kuna hadithi hapo, kuna habari hapo, kuna mazungumzo hapo. Lipo neno ambalo linaeleza huyu kijana mdogo, kijana wa Yakobo, alikuwa na rika zake, hakufanikiwa kwenda machungani kwa sababu ya udogo wake. Baba yake alikuwa naye nyumbani, ndugu zake wanaenda kuchunga kondoo na kisha wanarudi, wanaenda kuchunga mifugo na kisha wanarudi. Yeye alionekana mtu wa nyumbani, lakini siku moja Mungu akamsemesha kusudi lake. Sema amen. Kwamba lipo kusudi ambalo mimi nitalifanya kwa taifa la Israeli, lakini kusudi hilo utalitimiza wewe. Akasema, nilikuwa nimelala, nikaona mdanda wangu umepanda juu, alafu umeinama, umekuja umeshika miganda ya watu wengine. Alipowadishia ndugu zake, wanamwambia, yaani wewe umtawala sisi. Hata baba yako ukichukua hadithi hii usome, alijisikia vibaya, lakini baadaye ile mzee akayahifadhi hayo maneno. Kusoma ule mstari wa 5 wa 37 Mwanzo mpaka 11 utakuta hizo habari. Lakini pia nikwambie, wale ndugu zake hawakumuelewa. Lakini ndio nikwambie, Yusufu mwenyewe alitunza ndoto yake. Ninasema ndugu zake wakamhusudu, wakamwonea wivu, wakaamua kumuua. Nataka nikwambie, kuna watu kile unachotaka kukifanya wao hawataki ufanikiwe, wako tayari kufanya bidii ukimaliza kabisa, wasijue kwamba hicho ulichokibeba kina kesho iliyotukuka. Lakini Yusufu akaendelea kutunza. Hadithi naijua, akauzwa Misri. Alipouzwa Misri, ndio nasema akaingia kwenye nyumba ya tajiri mmoja aitwaye Potifa. Lakini alipoingia humo, Mungu akampa kibali, kwa sababu kuna mahali alikuwa anaenda. Akiwa ndani ya nyumba, mwanamke wa nyumba ile akamtamani. Nikwambie, ilikuwa sio mwisho wa Yusufu pale kwa Potifa. Na huwa nawaambia watu katika hilo eneo, ukiingia vizuri kwenye tafsiri, ni kwamba Mungu aliruhusu mke wa Potifa aweze kumjaribu Yusufu, ili Yusufu atoke kwenye nyumba ile, aende mahali ambapo kutoka hapo ataingia kwenye kusudi la Mungu. Sema amen. Kwa nini? Kwa sababu Yusufu mwisho wake haukuwa kwenye nyumba ya Potifa. Haujanielewa? Ungesema amen. Mwisho wa Yusufu haukuwa kwenye nyumba ya Potifa. Na mimi nitangaze mchana wa leo, mwisho wako sio pale unapoishi, mwisho wako sio pale kazini, mwisho wako sio kwenye kazi ile. Kuna mahali ambapo Mungu anakupeleka, kuna viwango vilivyo vikubwa, kusudi la Mungu linaenda kutimia. Sema bila. Watu wanamlaumu yule mwanamke, sawa, ni kweli, kwa sababu unajua hata kama Mungu ameweka kusudi, wewe kwa sababu kulitimiza ile kusudi unakosa. Sababu Mungu ana njia nyingi za kufanya. Ni kama vile ambavyo pia Yuda alivyotimiza ile kusudi. Kwa hiyo Biblia inasema alipofika kwenye ile nyumba, bado shetani akainuka ili kuzima ile ndoto, lakini alitunza ndoto yake. Nasema hili, ndoto yako inaenda kutimia, lakini unahitaji kuitunza. Tunza kusudi la Mungu. Lipo kusudi la Mungu kubwa kwenye maisha yako. Mungu ameandaa vitu vikubwa, wewe hauwezi kuona, macho ya nyama hawezi kuona, lakini ukiingia rohoni utaona kile Mungu anachofanya.
Nilikuwa nikifuatilia matangazo ya baba askofu hapo, anasema walioshiriki kujenga ghorofa hili wao wote walijenga magorofa. Kulikuwa na mahali walikuwa wanaona, nimesikia tangazo la mchungaji pale, anasema jamani, tunapofanya hivi kwa ajili ya gari nzuri, na Mungu naye atatufanyia mazuri. Hii ndio kweli. Lakini sasa katika hilo eneo yamkini kuna watu wanawakanyagia watu, wewe anapomkanyagia unaacha kushiriki, maana yake unazuia kile ambacho Mungu amekuandalia mbele yake. Amina. Kama tunifundishe hivi nisiendi sana kiinjilisti. Kwa hiyo tunza, tunza ndoto yako. Ndoto nimesema ni kusudi la Mungu aliyekusudia kufanya. Tunza hicho ambacho Mungu amekusudia. Mungu anakusudia mema juu ya watoto wake. Mungu anakuwazia mema tena mazuri, lakini una shughuli. Kuna mhubiri mmoja anasema kuna kazi, kuna nafasi ya Mungu na nafasi ya mwanadamu. Hii inayozungumza ni nafasi yako. Mungu nafasi yake ameshatamka ya kwamba Habakuki, usio na wasiwasi. Hiyo ndoto wala usilie leo. Haya unayoona mateso yatakwisha. Haya unayoona maovu yataisha. Hii ndoto inaenda kutimia na Mungu anatimiza kusudi lake. Hiyo ndio sehemu ya Mungu, lakini Mungu anabakiza sehemu yetu sisi. Anasema sasa, itunze hiyo ndoto, tembea na kuitunza, jitunza vizuri, uwe mwaminifu kwa eneo mpaka ufikie kusudi la Mungu. Sema amina. Wakina dada mpo, siniitikia amina basi. Sema amina. Usiwahi, tunza ndoto yako, usiitangulie, usiwe na haraka. Oh, amenichumbia lakini mimi naona nimeshachelewa, mimi miaka yangu hii imekuwa mingi, mimi naona ni hivyo tu. Wanamwambia hapana, huyo kaka haeleweki, sisi tujamuelewa, tulia kwanza, mambo yake hamna. Kesho siku mbili umerudi ofisini kwa mchungaji. Oh, mimi mchungaji kwa kweli yule simuelewi. Umuelewi tena, wewe ndio hukutaka kueleweka. Tunza ndoto yako. Aliye saizi yako na wasabii anakuja katika jina la Yesu. Yaani yule ambaye Mungu aliyemkusudia, nataka nikuambie, yupo tena. Utashangaa itakapotokea, hautojua tena, utakuwa umeshapoteza na kumbukumbu, wakati wao unaendelea tu na kazi ya Mungu na kupenda na kuimba kwaya na mengine yanayoshughulika kwenye mambo ya kimungu. Utashangaa mambo yanatokea ofisini, wewe kwamba atakuapproach huko nje, kumbe mambo yanaingia ofisini, yamewiva ofisini. Unashangaa, unaitwa, unaambiwa kuna mtu mmoja, ni 1 2 3, wewe unasema acha kuona nani huyo, unaanza kukumbuka kumbe tu alikusalimia siku moja, na wewe ndipo kikaenda kile kinapotokea, kumbe alikuwa amemaanisha kesho yako inakuja iliyo njema. Uwe mwaminifu tu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Gilgali, Bwana Yesu asifiwe. Gilgali kama haya Bwana, vyote kwa vyote ni Bwana. Kalvari, Mungu awabariki sana. Huu ujumbe naosema hapa ni Mungu ameniita kabisa, na sijui kwa nini. Mungu anasema ndoto yako itatimia. Acha waseme leo unayo kazi moja ya kuitunza tu. Wanasema utaolewa, wewe unatembea na neno la Mungu ya kwamba ndoto yangu ya kuolewa itatimia kesho. Wanasema hautajenga, wewe unatunza tu neno la Mungu, ndoto yangu ya kujenga inatimia kesho. Wanaposema hautainuliwa viwango, unalitunza tu neno la Bwana ya kwamba kusudi la Mungu ni kesho linapandisha viwango. Wanaposema hautaajiriwa, wewe unatunza tu neno ya kwamba ajira yangu inakuja, itatimia mwisho wake. Nataka niseme na mtu, hata waseme ya kwamba kwako iwezekane, na mbaka Mungu yale yasiyowezekana ili yawezekane mchana wa leo. Kwa mtoto wa Kalvari mchana wa leo, iko neema ya Mungu juu yako, uko mkono wa Mungu juu yako, yako matendo makuu ya Mungu yanakwenda kutimia, na ile nafasi ilikuwa imezuia kesho yako imepasuka pale Kalvari. Sema amina. Haleluya, haleluya. Unajua pasi yako ilishapasuka.
pale, na hili jina ni Kalvari, inaenda kutumia yote yamekwisha. Kalvari yote yamekwisha, msalabani yote yamekwisha, msalabani yote yamekwisha. Kuna mtu mmoja alikata tamaa hapa, namuona, nataka nikwambie, tunza ile kusudi la Mungu, kesho yako inatokea. Hawajanielewa mimi ndugu zangu, lakini leo wananielewa. Kesho ikifika watu watakuelewa. Wewe tunza tu, usiache. Biblia inasema uwe mwaminifu mpaka kufa, nami itakupa taji ya uzima. Nataka nikwambie, acha leo wasikuelewe, na usitake wanadamu wakuelewe. Hujanielewa, ungenisikia vizuri. Nasema usitake wanadamu wakuelewe, wala usilazimishe wanadamu wakuelewe. Kama bado unaishi maisha ambayo unataka wanadamu wakuelewe, wanadamu wakuelewe, hawatakuelewa milele. Lakini nataka nikwambie, Mungu wa mbingu na nchi akikuelewa, wanadamu watakuelewa. Sema amina. Haleluya, haleluya. Ili kwambia ukweli, watumishi wa Mungu, yaani unaweza kufikiri leo wanasoma chuo cha kupanga makanisa, sioni matokeo yangu huko mbele. Wengine wanasema nimeshazeeka. Nataka nikwambie, iondoke hiyo kusudi la Mungu likatimie kwenye maisha yako. Hata kama wako wakuelewi na umri wako leo, kwa nini unasoma? Wewe endelea kusoma, tuna hiyo elimu yako, tuna hayo mambo ya Mungu, lakini kesho watakuelewa. Sema amina. Namuona mtu ambaye kesho watu wanamuelewa hapa. Sema amina. Tunza, mwambie jirani yako, tunza tu. Yusufu, tumalizie story ya Yusufu. Ndugu zake hawakumwelewa, hata baba yake kwa ndoto hii hakumwelewa, lakini Habakuki anasema, Mungu anamwambia usio na wasiwasi, iandike tu hiyo ndoto iwe wazi, ili wasomao wasome kama maji. Ndoto yangu ilisoma kama maji na hakuna mtu aliyenielewa. Huwezi kuamini, nimekaa miaka 3 nalala kanisani. Tumeweza kusema amina. Na kila mtu akanidharau. Wakati wani mzee wa kanisa, katibu wa kanisa, tayari Mungu amenipa neema 93 atakuwa kwa katibu wa kanisa. Yaani wazee wakubwa na kanisa ilikuwa na watu wazima. Bado kijana, hata sijaoa. Mchungaji anavunja baraza la wazee, ananiweka kuwa katibu wa kanisa. Sijui kinachoendelea. Na mimi nimeokoka kwa mhubiri kutoka Mbeya. Jamani sema amina. Alikuwa mhubiri mmoja anaitwa Simon Mwakasaka. Mwaka 84 ametumwa na TAG kwenda kuifundisha TAG, kwa sababu Kigoma haikuwepo. Walikuja kuichukulia kwenye mkutano mkuu pale ulikuwepo Iringa mwaka 72. Walitumwa watu kuifundisha TAG, ndani ya TAG, ili watu wawe na DNA ya TAG Kigoma. Yule mzee ametembea kwa miguu. Sakumbe pale kanisani vijijini alikuwa anafika, amehubiri hapo. Umepita mwaka sio miezi minane. Lakini sisi tulifanya Mbeibina, vijana, mkutano wa usiku wa Kiislamu 6, tuliuvuruga ule mkutano kwa kupiga mayaifiza kwenye ule mkutano. Unajua mayaifiza? Yaani mayai, kuku wameungulia yale mayai, yamebakia sivyo? Mnayachukua, mnayaweka kwenye majivu. Mkishaweka kwenye majivu, mnafunga na magazeti yale. Sasa ukipigwa yaifiza wewe, lile hifadhiwa siku 3 kwenye ardhi, limetangwa na majivu pamoja, limetungwa kwenye gazeti, harufu yake haishi. Utatembea mpaka perfume zote harufu. Tulivuruga mkutano ule usiku. Sasa mzee nakumbuka ile sauti baadaye. Akasema waacheni, kwa nini sauti kadogo. Mzee mmoja yuko hapo Mbeya mjini hapo. Nimeshahubiri kwake, aliniita kabisa, nimehubiri pale Mavuno kama mara 2 hivi. Akasema waacheni. Yesu atawashika, ana haja nao si nini. Aitumia lugha moja hivi nzuri tu ya kinyenyekevu, na huku tumeharibu mkutano. Sasa wenzangu kulikuwa 6, wakakamata 5, walipigwa na vijana wa Kikristo huo usiku. Bakora.
lakini mimi kwa bahati nzuri nilipiga nikaingia kwenye migomba hiyo, nikaingia ndani. Sasa baadaye miaka kadhaa nikaja kuokoka, sikukumbuka, lakini tukiwa pale Yudom kwenye kongamano la uinjilisti wote, askofu mkuu Daktari Barnabas Mtokambali akawa ameita wale wainjilisti wa zamani. Sasa huyo mzee naye alikuwepo mpaka sasa, walikuwa wanapewa nafasi ya kushuhudia, ndio akashuhudia, nienda Kigoma, hii kazi ni ngumu, mkutano karibia, walitupiga mayai fizi, na mimi ndo nimekaa kiti cha mbele na msikiliza wa ushuhuda, nilidondoka chini pale. Aliyepiga mayai fizi sasa amekuwa mwinjilisti wa taifa. Sema amen. Niliyotokea hapo nikajua kumbe yule mzee yale maneno aliyosema Mungu atawashughulikia. Baadaye sikuhubiriwa na mtu, alishughulika mwenyewe, akanishughulisha. Sema amina. Haujaelewa ungesema amen. Haleluya. Ndio maana Mungu alinipitisha, lakini kwa sababu ndoto ilikuwepo nikaitunza. Mimi nimeletewa mamluki kutoka Tabora wa Kiislamu kuja kuniua, baada ya kuwa mimi nimekuwa mhadhiri pia wa kueleza ule ushuhuda wa kila ambacho Mungu alichotokea kwao, lakini hawakuweza. Kumbe ndoto ilikuwa inatunzwa. Sikurudi nyuma mpaka mama yangu akaokoka. Sikurudi nyuma hata kama nilitengwa nikakaa nyumbani, mpaka baba yangu amekufa na niita mchungaji, hata kama nilikufa katika dini yake. Nini nitakusema ili watu wakuelewe na Mungu atimize kusudi lake aliyomwambia Habakuki kwamba nitatimia. Tunza ndoto yako tena kwa uaminifu. Uwe mwaminifu kwa kile ambacho umekikamata. Imani ulionayo itunze. Tuko kwenye ulimwengu ulioharibika leo. Mafundisho potofu yamekuwa mengi, yanakuondoa kwenye reli. Unafikiri ukikaa Kalvari hapa umechelewa kutimiza kusudi lako, unakimbilia mitume na manabii, na hiyo ndoa hiyo katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuwa mwaminifu mahali hapa, ndoto yako itaonekana na watu watakuelewa, watasema ndio maana amekaa Kalvari. Mahali pale yuko Bwana, yuko Mungu, yuko atendaye, yuko awezaye, yuko inuaye, yuko barikia, yuko anayeponya. Siondoke Kalvari, nitakuwa mwaminifu ili ndoto yangu itimie nikiwa Kalvari. Sema amina. Haleluya. Kuna binadamu na mtu wa Mungu na mwenye furaha aliyoko hapa anayenielewa. Kama ananielewa, piga kelele na shangwe kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto ya Yusufu ikatimia. Unajua, alienda kwa Potifa, akaenda gerezani, lakini sharti la ndoto ya kuwa atawamiliki ndugu zake ilikuwa itimie. Kanaani njaa ikaingia. Ilipoingia wakatuma watu, Yakobo alituma watu wa Misri kutafuta chakula, wanamkuta Yusufu ndio boss. Sema amina. Waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Watakuelewa, tutakwambia watakuelewa tu. Watembea na mtembeo huo watakuelewa tu. Waendelea kuwa mwaminifu watakuelewa tu. Mimi watakuelewa tu. Hata kama tembea taratibu namna hiyo wanakucheka kutembea kwako, kesho watakuelewa tu. Hata kama usemi sana, nakwambia kesho watakuelewa tu. Watasema hivi, huyu ndiye Esa kweli tuliyemjua. Watakuelewa tu. Nataka niseme na mtu, watakuelewa tu. Maana ukitunza ndoto yako, ukiwa mwaminifu kwa hiyo ndoto yako, watakuelewa tu. Waliokudharau siku moja watakuja na kuipiga sauti mbele yako, ili wataulize, ndiye fulani huyu kweli tuliyemjua, huyu kweli tuliyemuona, huyu kweli alikuwa anatembea na kitenge kimoja, librausi moja, kiatu chenyewe kimechakaa. Hili limetokea leo nini? Tunaona nafunga mzigo, anaenda Lubumbashi, anaenda Zambia, anaenda Malawi, anaenda South Africa. Imetokea wapi? Mwambie ndoto imetimia, maana imekuwa mwaminifu kwa Mungu wangu, na sasa Bwana amefanya kwa ajili yangu. Kalvari, sema amina. Naomba nisikilize. Nibakia kipengele kimoja nimalize, sitaki kukuchosha. Tayari kuambia kitu.
Haya tuyanenayo katika madhabahu hii takatifu, kama utatunza haya tunayosema, ndoto yako itatimia. Hii ni neno la unabii kwako. Nataka niseme ni neno la unabii kwako. Watu wanakuona leo umeinama, lakini nataka nikwambie kesho watakuelewa, wataona umeinuka. Wanaona kwako kuna ugumu leo, hebu simama kwa uaminifu mahali hapa, kesho watakuelewa. Nataka nikwambie nimeeleweka sana mimi, na uwezi kuamini. Ni wa kawaida sana. Familia yangu ni ya chini mno, lakini bado kama nilivyowashuhudia hapo mwanzo, lakini sijawahi kukata tamaa kwenye maisha yangu, wala sijawahi kurudi nyuma na kujiona kwamba sifai. Usije ukajihukumu mwenyewe kabla watu Mungu hajakuhukumu. Hata kujihukumu mpendwa, hata kujisema mimi sifai, hata kujisema mimi sistahili, nataka nitangaze mchana wa leo, wewe unastahili, wewe unastahili, wewe ni wa maana sana. Yeremia 29:11. Tazama mawazo inayowasia nini. Mungu anamwambia Yeremia, waambie Waisraeli walijihisi kwamba waliyatoka, wamekaa utumwani miaka 70. Baadhi ya wataalamu wa theolojia wanasema walikuwa wamezidisha miaka 2, tayari wamefanya miaka 72. Hiyo ni dhana tu ya wanatheolojia. Wakati ule Danieli anaingia kwenye maombi kusoma unabii wa Yeremia, akakuta tayari wameshazidisha miaka. Ndiyo maombi ya Danieli yakianza, haya tunaomba siku 21, anaomba toba juu ya taifa lake, analilia utungu juu ya taifa lake. Yeremia anarudia maneno ambayo aliyasema. Mungu anamwambia usijali, miaka 70 sio chochote, huo ni muda wa kupita tu, lakini naye kuna mambo mazuri. Anamwambia Yeremia, waambie wana wa Israeli, tazama mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo mema ya kuwapa tumaini, sio siku za leo, siku zenu za mwisho. Na uona mwisho wako wenye tumaini, na uona mwisho wako uliobarikiwa, na uona mwisho wako wa mtu aliyeinuliwa, na uona mwisho wako unaong'aa kama taa na kama nyota ya asubuhi. Sema amen. Acha waseme leo, kesho ikifika watakuelewa. Hebu nikuhadisie kitu kabla sijamaliza kipengele cha pili na kwenda kuoa. Nimeoa mwaka 94. Ilikuwa tarehe 6 siku ya Jumamosi mwezi wa 8. Nikamuoa huyo mdada ambaye nimeshuhudia, mdada ambaye nilimpata kanisani nikiwa katibu wa kanisa. Alikuwa amekuja kutembelea kwa baba yake mdogo. Walikuwa kina dada wawili wamekuja kutembea. Niseme nisiseme? Hii story naipenda sana. Chana hii story wewe. Sasa alikuwa wakati wa sadaka. Sasa sisi, mimi ni katibu wa kanisa, mimi napendeka nikae mbele kuangalia kwenye madhabahu. Sasa nilikuwa nimekaa hapo, wazee wangu wamekaa kule. Kwa sasa sadaka inatolewa, watu wanakuja ile taratibu za kanisani, wanaanza msaju. Sasa kapita mdada mmoja hivi. Niseme siseme? Yule dada kapita, alikuwa ni mgeni kanisani. Sasa akipita sadaka, unajua walianza kupita sadaka kabla ya matangazo karibisha wageni. Sasa kapita yule mdada, kaona anapita, Mungu alikuwa amemjalia kidogo, unajua. Akapita papa, kapita na kasema moyo ukapasuka. Toto kapita katoa sadaka, aliporudi katibu wa kanisa amekwisha. Amekwisha. Yaani unajua, na hapo unajua mimi mtoto wa mwisho. Tulikuwa tumebakia na kaka yetu ambaye na yeye marehemu, ndio alikuwa kama vile baba yetu. Sema mbona wewe unataka kuoa? Ngoja mimi nitaoa. Nitaoa. Wewe unataka kuoa? Siku hiyo akili kawa. Kumbe kuolewa na kuoa ni sekunde. Nyewe mliolewa sio hivyo? Mlioa mnaanza kuwaza eti mara 10. Yaani pale pale na maamuzi ya kichwani.
Sema huyu ndiye. Na nilikuwa nimemaliza maombi ya siku 3 kafu kutafuta mke. Sio leo wanawake tu wakifika kwenye bajaji tayari mshapata mke. Jamani, watu wanachumbiana kwenye bajaji siku hizi. Yaani tumeingia nyote kwenye abiria kwenye hapo na namba wote mshabadilishana. Hiyo ndoa haiendi popote. Alafu nikaanza kufuatilia. Nimaliza hadithi. Yule mwanamke nimemchumbia wiki 3. Yaani hataki tu kuongea na mimi. Sio leo tu mwanamke hata kwenye simu tayari amekuwa mke. Jamani. Yaani kupewa majibu ili kuonana naye kuzungumza. Katibu mzima wa kanisa. Na alikuwa amefikia baba yake analipa baba mdogo kwa mzee wa kanisa. Na jaribu kwenda pale kujipitisha naenda kumsalimia mzee wa kanisa na mke wake tunaimba kwa wote. Hana habari na mimi. Kasema jamani, kumbe jamani wanawake wanaweza kuwa ni wengi lakini mke ni mmoja. Yaani ishu mke, ndio niwaambie mke ni ishu, sio wanawake. Ukitaka wanawake wengi wanajiuza huko mtaa. Tena warembo wengine wanatembea kama malaika hata kukanyaga chini. Lakini kupata mke ni ishu. Mke. Yaani wanawake wako pale kwa yai mimi naenda na wadada wazuri wengine lakini akili imehama. Ninyi wakina dada msiwaumo kina kaka, wewe mbona umeenda kuoa mbali? Mimi ameniacha hapa, hakuna akili wewe inahama. Sema amina. Au nisaidie kusema amina. Ndio maana na nini mnaolewa na wengine wanaotoka huko mtu anakuja kuchukua hapa mzigo. Na ulimkataa naye imani naye kwao. Sasa nisaidie kusema amina. Mmenikasirikia kwa hilo? Sasa wiki ya tatu yule nani mama yake mdogo ameshapambana kumwambia nani haelewi. Sasa kulikuwa na nyumba, kuna ndio vijijini watu wanaishi hivi. Sasa kulikuwa na nyumba sio babu yake, ndio nafikia pale na jamaa yangu. Unakuja umechomekea, yani ndio unajifanya kama uko vizuri, unajiangalia na kitu tunaimba zamani tu. Yani umetinga kabisa. Unasema hapa nimeua. Hapa nimeua. Unafika unakaa kwenye ile nyumba. Sio ile bibi anaenda kule kwa. Sasa anatoka kwenye nyumba kubwa anaingia jikoni. Yaani mimi nakaa tu mlangoni naangalia. Hii ngoma hii. Mbona hana habari, anaenda kwa siku ya mwisho ndio akaja hii. Yaani siku alipokuja kufika pale ndani kuongea na mimi. Yaani unaona nimekuwa na malaika fulani hivi ni naye. Kumbe ni mwanadamu tu wa kawaida. Huwa anamhadisia, huwa anamtangia kanisani. Anambia jamani huyu mama yenu huyu amenihangaisha sana. Jamani sasa amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nataka kuzungumza ushuhuda huu? Nataka kuzungumza watu wanaoenda kukuona leo. Sio kitakavyokuwa. Amina. Nilipomaliza kuoa niliingia kwenye mtihani. Maana yake niko kwenye uchumba, baba yangu akafariki. Alafu mama sasa hivi hana uwezo. Alipata shida ya miguu kwa muda mrefu. Hawezi kutafuta chochote. Kaka yetu ambaye ndiye aliyekuwa mkubwa tafsiri yake ndiye angenisaidia, ameenda na yeye kutafuta maisha huko. Unajua watu wa Kigoma wanapenda kwenda hovyo kwa ajili ya maisha. Mkoa wetu na changamoto ya maisha, angalau tasikiliza fadhali. Hakuna mtu yuko huko miaka yake minne. Niko pale. Sina hili wala lile. Ashukuriwe Mungu kwa ajili ya kanisa. Alipenda kanisa. Alipenda kanisa. Baba mchungaji, kanisa ni baba. Kanisa wakanisaidia. Nilipata mashangazi kanisani. Nikapata wakina dada kanisani. Nikapata wakina mama kanisani. Nikapata kila kitu kanisani. Na mambo yangu yakaenda. Mwaka mmoja baada ya hiyo ndoa nikatoka nyumbani. Nikaenda kuishi mwenyewe. Maisha yakawa mazuri. Tafsiri yake geuza yakawa nini? Mabaya. Nikaishiwa kila kitu. Sina chochote. Sina mtu wa kumkimbilia. Uwezi kuamini, Mungu akatupa mtoto wa kwanza. Tunamshukuru Mungu, yuko kwenye ndoa yake mpaka sasa hivi. Anaitwa Beatrice. Yuko Mwanza kule Buhongo. Yule binti amepitia mateso. Godoro tulikuwa nalo, magodoro yetu ya zamani ya sufi jamani, ngoja tulikushuhudia kweli. Likaisha. Mtoto amepiga mkojo sio kawaida. Umeingia mpaka kwenye watoto hao ni hatari. Umeingia kwenye sufu, umekula sufu tukatupa nje tukachoma. Kabakia kitanda na chaga na mkeka.
nalala hapo, shuka imeisha kwa mkojo, sina mtu wa kunisaidia, najifunika shuka moja, ukiweka namna hii shuka inakwambia mguu twende, unamaliza. Nimesema nitazungumza na wewe kiinjilisti na mafundisho, nataka nikujenge. Kuna mahali ambapo Roho Mtakatifu amenipa ujumbe. Kuna mtu leo anasema naye, kuna mtu yuko anaponywa hapa. Kuna mambo unapitia unafikiri wewe peke yako, lakini nataka nikuelewe, ukiwa mwaminifu watakuelewa kesho yake. Haito nishangaza, ndio kuna wanawake, mimi nawapenda sana. Kuna wanawake ambao ni wavumilivu. Yule mama ndugu zake walikuwa na uwezo kidogo, lakini alisema mimi nimeshaolewa, maisha yangu yako hapa, yale ni ya kule kwao. Mke wangu alivaa kisiketi kiko ndani, anavaa kanga imetoboka, analindwa na kisiketi kiko ndani. Nani hawa kina dada wale wanaopenda kurukaruka kutembea kama vile kanani hivi? Hakukubali. Nani nakubali? Yule mwanamke alikaa, nataka nikwambie, tulilala ule mkeka ukaisha. Yaani unaweka hana cha kuongeza, sina kitu, sikuwa na kiatu cha kuweka, kiatu kimeisha. Natembea na nienda kufanya kwa natoka Burundi kule kwetu, nilitoka kuna gari limenitoka hapo, ndio navaa na hivi nimepewa na jamaa mwingine rafiki yangu. Sasa kimenizidi, najaribu kufanya vidole virudi nyuma, lakini ukitembea vinakwenda twende mbele, alafu kunyuma pana matatu kwamba weka mtu lift huko, maana tunaweza kuweka lift. Maisha yanaenda, hakuna mtu nifika mahali namwangalia majuma kwenda kwao au kafika mahali hakuna tatu matatu, hakuna mafuta tanga ya shilingi 50. Anakoka moto pale kijijini, anachukua kizingara na kutandika ndani, anafanya namna hii, anawasha. Mke mmoja wa ndugu yangu fulani akaja akamwambia, hivi ninyi, anamwambia mke wangu, huwa mnaishi hivi, huwa mnakunywa chai kweli ninyi wanawake? Hata kama mmefanikiwa leo, wajueni wengine mnaowacheka leo kuna kesho yao. Ningetamani kuyasikia makofi ya nguvu sana. Unajua kuna viwango vya askofu na mchungaji wangu na wachungaji wangu mlioko hapa. Kuna watu wakishafikia kiwango fulani huwa wanafikiri wao walioko chini hawawezi kufikia pale walipo. Nataka nikwambie, wakati wewe unacheka watu, umepanda ngazi, unashangaa siku moja mnapishana na mtu, wewe unashuka ngazi na yeye anapanda ile ngazi. Ipo siku unashangaa wewe uko juu, ile ngazi unashuka, alafu unapishana naye anapanda. Kuna watu wako kazini wanaonyanyasa walioko chini yao, lakini wakashangaa ghafla bilifu wakapushana kwenye ngazi. Aliyekuwa chini amepanda juu na aliyekuwa juu ameshuka chini. Wafanya kazi ndio mnaelewa nini maana yangu? Nilichekwa. Huyo mke wa ndugu yangu alitudharau kupita maelezo. Yule mwanamke alikuja akaanza kulia, akawa analia, ananiambia kwambia acha. Mimi nikienda kwenye maombi kanisani nasema mimi ni mbarikiwa. Mchungaji akinipa nafasi ya kuhubiri nasema mimi ni mbarikiwa. Mungu akanitoa kwa mwinjilisti wa kanisa la mahali, mara nikawa mwinjilisti wa zoni, mara mwinjilisti wa section. Mungu akaanza kuniinua, nikaanza kuhubiri mikutano mwenyewe, najenga jukwaa mwenyewe la kukata miti, natengeneza mwenyewe, naenda mahali popote. Siku moja akaja mhubiri mmoja, mpaka leo kwenye Biblia yangu ile ya zamani, ina miaka ya kutosha nimeweka, akasema neno, ukionacho leo sicho ambacho kitakacho kufikisha mwisho. Na ikumbuka ule ujumbe wake, kule mwisho kuna nuru inayong'aa kwa watoto wa Mungu. Alikuwa ni mwanamke ametoka Arusha, yule mama akahubiri pale siku 3, akawa amerudi. Nikachukua karatasi, alisema andika karatasi maneno haya uyaweke katikati ya Biblia yako. Mpaka leo ile karatasi mimi nikaanza kumdai Mungu lile neno. Nimekaa kanisani miaka 3. Kila nikitembea na lala, siku ngapi nakuja na lala kanisani, madhabahu pale. Na hata wakati nimechaguliwa kwa askofu wa jimbo, nimerudi kwenye ziara kwenye ile madhabahu, nilienda kuishuhudia watu. Leo ni askofu wa jimbo. Mke wangu akiamua kubadilisha nguo, atabadilisha kesho kutwa, mtondogoo na kuendelea. Sema amina.
Leo mimi nikiamua kubadilisha viatu ambavyo nilikuwa natembea hapa hivi kunyuma kwenye viatu, naweza nikabadilisha. Naweza nikabadilisha suti yoyote na kavaa nguo yoyote. Leo niko hapa, nimepanda kwenye madhabahu hii, nimekaa kwenye ghorofa hii. Nani alijua kama ningeweza kusimama hapa? Nataka nikwambie, acha waseme leo, lakini kesho inakuja watakuelewa. Sema amina. Ndio kumaliza. Ina story nyingi, kwa wakati wa Bwana mwingine naweza nikarudi. Sema amen. Jambo la pili, endelea kusimama mpaka wakati wa mavuno. Usiache. Wewe endelea kusimama tu. Nataka nikwambie, jiwe walilolikataa waashi ikawa jiwe kula pembeni. Ulikataliwa na yule mchumba, akafikiri yule aliyemuoa ndio wa thamani, lakini ndoa imekufa. Alafu Mungu anakupa mchumba ambaye ni mwanaume wa kuishi na wewe maisha yako yote. Uwe mwaminifu mpaka kufa. Narudia maneno haya, uwe mwaminifu mpaka kufa. Roho Mtakatifu ananiambia nisiendelee na kipengele hicho, nisome maandiko haya alafu nikakuombea. Nimesema kipengele kimoja, tunza ndoto yako. Ili utunze ndoto yako lazima uwe mwaminifu. Uvumilivu wako utakufikisha mahali. Zaburi ya 126. Naomba nimalize tu kipengele kimoja. Cha pili, naona moyo wangu unaniambia tuishie kwenye kipengele cha kwanza. Tumalizie maandiko haya matatu ya muhimu, alafu naenda kuombea. Zaburi ya 126 mstari wa 2 hadi wa 3. Watakuelewa. Tanzania hii nimetembea mikoa basi sijafika ni michache. Nimehubiri Zambia, nimehubiri Kenya, nimehubiri Burundi, nimehubiri DRC. Kenya nimeenda kama mara 4. Na hata nilipokuwa chuo kule Kenya pia bado nilitembelea maeneo mengi. Mombasa nimeenda karibuni mara 2. Wakati watu wanasema leo, usijitetee. Usijitetee. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Na hata hivi ninamwalika kwa makanisa yale ya South Africa. Hizi vurugu tu zimetokea South Africa ndio zimenizuia. Nilikuwa na kongamano kubwa la siku 5. Kwa ajili hii tu kwamba watu wanafuatilia ndio maana nikawa nikamili nisitishe. Watakuelewa tu. Hizi wilaya, sijui mikoa, sijui wapi. Wakati watu wanasema fanya bidii ya kushughulika na Mungu wako. Usimwache. Usiwe bingwa wa kujibu watu. Sio bingwa wa kujibu watu. Wakina dada wengine mnajaribia upako wenu kwa kuwa mabingwa kujibishana. Mtu akikwambia kitu, wewe achana naye. Wewe angalia kile ambacho kilichoko mbele yako. Utaona Bwana anafanya. 100 ndipo kinywa chetu. Hebu rudi bwana. Nimesema Zaburi ya 126 mstari wa 2 hadi wa 3. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo aliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. 3. Bwana alitutendea mambo makuu tulikuwa tukifurahi. Haya ni maneno ya wana wa Israeli. Zaburi hii ni miongoni mwa Zaburi 150 kati ya Zaburi 73 za mtu mmoja kwa Daudi. Ilifika mahali Mungu anawatendea mambo makuu wakawa wakifurahi. Na mimi nataka nikwambie, furaha yako haiwezi kuja kabla Mungu hajafurahi kwa ajili yako. Na Biblia inasema kwamba furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Tukishapokea nguvu, furaha inajaa katika maisha yetu. Na furaha ikijaa katika maisha yetu, watu wa mataifa wao wanaokewa wimbo kinywani, wanaanza kutangaza wenyewe.
Nataka nikwambie, hautatangaza wewe, watatangaza wao. Wewe hautatangaza, nikwambie, watatangaza wao. Nimefanya nafasi ya ukatibu wa jimbo miaka 9 na nikawa siku kikao changu cha mwisho nikawa nimeamua kujiuzuru. Sitaki kuingia kwenye maongozi, ili tulibaki na dini na kanisa la mahali pamoja. Hii CPCT nimekaa miaka 7 manispaa pale Kigoma Ujiji. Nimekuwa katibu wa CPCT, baadaye kama makamu mwenyekiti. Nimekuwa mtunza hazina wa manispaa wa dini mbalimbali, haki, upendo na amani. Tunachangamana huko na watu wa dini kuitafuta amani ya nchi. Tumenisaidia simamina. Wanaopiga kura ni Waislamu, Waanglikana, Waroma, Katoliki. Mimi naenda kama mjumbe, natunga tu na askofu. Unashangaa unasema na huyu tunamtaka. Wakati unakaa kimya, unaisubiri kesho yako ambayo watu watakuelewa, Mungu huwa anaweka kibali ndani yako. Na usigombane na mtu mwenye kibali. Kama unagombana na mtu mwenye kibali utapata aibu wewe. Wapiga kura watu walikuwa 130 na kwa mujibu wa katiba. Kura ya kwanza mapendekezo iliondoka na kura 86. Huyu aliyekuwa amejiuzuru. Na wale zimetoka wapi? Mpaka katibu mkuu wakati amekuja kufanya sherehe ya kutambulisha serikalini, ametuma na usiku. Anauliza, hivi huyu amekutaje pale kwa makamu, kwa askofu aliyekuwepo? Huyu amekuwa hapo na hana jina. Mimi sina jina jamani, mimi sina jina. Tafadhali. Ni mtu sio maarufu. Lakini nataka nikuambie, wakati watu wanasema, ndio wakati Mungu anatengeneza mazingira ili wakuelewe kesho yake. Wewe mtie moyo. Hawa watu Mungu alipowatendea mambo makubwa walifurahi. Nataka nitamke mchana wa leo, Mungu akupe neema ya kufurahi kwa kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku Yusufu akawa waziri mkuu wa Misri, na ndugu zake walioteseka na njaa akawahamisha wote. Ahadi ya Mungu juu ya Ibrahim ya kwamba uzao wako utaenda utumwani miaka 400 ukatimia, wakakaa miaka 400, na wakati wa ndoto kutimia ili walazimu waondoke Misri. Na walipoondoka Misri, haikujalishi nje yao kulikuwa na nini. Unaweza ukaondoka unaenda kwenye mafanikio yako. Hapa kuna jangwa, si ndio? Hapo katikati kuna bahari ya Shamu, hapo katikati kuna mto wa Yordani, na hapa na mbele unapokwenda kuna ukuta wa Yeriko. Lakini nataka nikwambie, watakuelewa kesho yako, ukuta utabomoka.